Mikoa ambayo ina changamoto sana na moja kati ya mikoa ambayo inasemekana watu ni wababe, lakini zaidi ni wagumu zaidi, ni moja kati ya mkoa wa Mara. Ukiingia ndani ya mkoa wa Mara, kwanza utakutana na vitu ambavyo vinavutia, lakini zaidi ya yote mkoa huu unasifika kwa kuwa na watu ambao wana hasira zaidi, yani Wakurya. Leo ikanilazimu kutembelea mkoa wa Mara na ndani ya wilaya ya Msoma, na hapa ninakuja kuangalia ni kwa namna gani ambavyo sheria inafuata mkondo wake, ni kwa namna gani sheria inaweza kwa control watu hawa walio na hasira. Sheria imeweza kwa control watu hawa, lakini wanasheria wa mkoa wa Mara wanapitia changamoto gani ambazo wakati mwingine wanashindwa kutatua matatizo, au kuna namna gani ambayo wanafanya kuhakikisha kwamba basi watu hawa wanaweza kuenenda sawa sawa na sheria inavyotaka. Ungana na mimi naitwa Mwalimu na mwanajamii wako Hussein Madola. Usitoke mwanzo hata mwisho. Mimi naitwa Gaudensia Ignasi Masome, ni mwenyeji wa mkoa wa Mwanza ila naishi Mara. Katika jamii tunapaswa tuzingatie sheria, na sheria ni kitu muhimu sana kwenye jamii. Wanajamii tulikuwa tunaomba tuilinde hiyo sheria ili tuifuate, tupate msingi bora kimaisha. Kwa majina naitwa Ezekiel Brasius. Mimi ni mwananchi ambaye napatikana mkoa wa Mara, manispaa ya Msoma mjini. Kimsingi mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeshakutana na changamoto za kisheria, na ikifahamika kabisa mkoa wetu wa Mara ndo mkoa ambao unaongoza kwa mashauri ya ardhi. Hivyo basi kutokana na hizo changamoto nilikutana na wanasheria mbalimbali, kwa mfano katika ofisi ya Mligo Company and Advocates ambayo iko Msoma. Hao ni wanasheria ambao waliweza kunisaidia kutatua changamoto yangu ya ardhi kwa wakati na kwa muda. Kwa hivyo basi naona kuna uhusiano mzuri kabisa kati ya wadau sisi wananchi, lakini pia na mawakili ambao wamekuwa wakitusaidia katika changamoto mbalimbali za ardhi, kesi mbalimbali wamekuwa wakitusaidia. Kwa hivyo basi tunaona ushirikiano wetu sisi na wao umekuwa. Mwisho, mimi naitwa Ostaki Mligo, ni wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania pamoja na mahakama zote nchini. Ninafanya kazi na taasisi yetu ya Tanganyika Law Society, lakini pia nafanya kazi zangu mahakamani kama wakili, lakini sambamba na hiyo pia nafanya shughuli za kijamii. Na katika shughuli za kijamii nafanya kazi na taasisi mbili. Taasisi moja tunaita Kituo cha Msaada wa Kisheria na Kijamii, Kiingereza wanaita Legal and Social Assistance Center, pamoja na taasisi nyingine inaitwa Mara Educate the Community au Mara Elimisha Jamii. Na hivi tunasema kwamba kufuatia majukumu yetu haya tulionayo ambayo ni ya kutoa huduma za kisheria kama wakili, lakini pia tunatoa huduma za kisheria kupitia hizo taasisi mbalimbali katika jamii. Na tunafanya kazi mkoa wa Mara, na katika mkoa wa Mara ofisi zetu ziko katika jengo la Mwembeni Complex lililopo katika manispaa ya Msoma katika wilaya ya Msoma. Ndugu zangu, katika shughuli zetu za kisheria hizi tunaishi katika jamii ambayo mara nyingi tunatoa pia elimu kuhusiana na masuala ya kisheria. Na leo ningependa tuzungumze kwa ufupi kuhusiana na habari za sheria. Tunaposema sheria ni kitu gani? Sheria tunasema ni taratibu au ni kanuni zilizopo ndani ya jamii. Taratibu au kanuni hizo zinatumika kuiongoza jamii katika mahali husika. Na katika nchi yetu ya Tanzania tunaposema sheria tunasema tuna sheria yetu mama. Na sheria mama ndiyo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katiba hii ndiyo msingi wa mambo yote katika taifa letu la Tanzania. Na sheria zingine zinatungwa kutoka kwenye sheria mama inayoitwa katiba. Kwa hiyo utasikia tunasema kuna sheria ya ndoa. Sheria ya ndoa inatengenezwa kutoka kwenye katiba. Tunasema tuna sheria za ardhi,
sheria mbalimbali za ardhi nazo zinatengenezwa kutoka kwenye sheria mama ambayo inaitwa katiba. Tuna sheria za mirathi, tuna sheria mbalimbali za masuala ya jinai na mambo mengine mengi, lakini msingi wake tunasema ni sheria mama inayoitwa katiba. Sasa kiufupi, tunaposema sheria, labda mtu anaweza kuuliza kwa nini tuna sheria katika nchi yetu ya Tanzania, au kwa nini tuna sheria katika jamii? Tunasema kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba sheria ni kanuni au taratibu mbalimbali zilizopo au zilizowekwa ili zisaidie kuongoza wanajamii ndani ya mahali husika. Kwa hiyo sheria hizi zipo au zimewekwa ili zisaidie utatuzi wa migogoro mbalimbali inayokuwepo ili mtu aweze kupata haki yake, au zinasaidia kutatua migogoro iliyopo ili amani iendelee kuwepo. Kwa hiyo ili nchi iwe ni nchi yenye utawala au iwe nchi ya amani au iwe nchi ya utawala bora, ni lazima iwepo misingi ambayo mtu au watu wanaifuata ili mwishoni mwa siku kila mmoja aweze kupata haki na amani, au aweze kuishi maisha yenye usalama, aweze kuishi maisha ambayo ni ya utulivu, na kila mmoja mwishoni mwa siku aweze kupata haki yake. Na pale ambapo sasa tunasema watu wanaishi pasipo sheria au wanaishi bila kufuata taratibu zinazokuwa zimewekwa, kinyume chake, maana yake maeneo hayo kila mtu anaweza kujichukulia sheria mkononi, na mtu anaweza kuamua kufanya jambo lolote lile analoweza kulifanya, na mwishoni mwa siku tunasikia kuna machafuko, tunasikia kuna umwagaji damu, tunasikia kuna kila aina ya uhalifu, kwa sababu hakuna utaratibu uliopo ambao mtu au watu au kikundi au vikundi wanaofuata katika maisha ambayo wanayaishi. Kwa hiyo sheria hii au kilichopo katika sheria tunasema inasaidia upatikanaji wa haki na amani, lakini vile vile sheria imeweka mfumo unaosaidia mtu kujua kama haki yangu imeporwa, au kuna mtu amejichukulia sheria mkononi, au kuna kazi nilikuwa nafanya sijalipwa mshahara wangu, nina ardhi yangu, labda mtu ameingia kwenye ardhi yangu, nilikuwa nafanya kazi mahali sijalipwa ujira wangu, au nimeolewa, nina changamoto katika ndoa yetu, au kuna shida nyingi zilizoko ndani ya jamii wote kama ambavyo tunafahamu. Sasa sheria hizi zimeweka mifumo, shida hizo au migogoro hiyo itatuliwe kwa namna gani? Hapo nitatolea mfano. Tunaposema habari ya sheria, na kitu ambacho mara nyingi hata watu wetu hawafahamu kwamba sheria ilishaweka mifumo ya utatuzi wa migogoro. Nichukulie tu mfano katika swala zima la utatuzi wa migogoro ya kikazi, kwamba mtu na mwajiri wake, mtu anafanya kazi kwa mtu na mwishoni mwa siku anaweza kupunjwa haki zake za kutolipwa mishahara yake labda kwa wakati, au wakati fulani kufukuzwa kazi na mambo mengine. Sheria imeshaweka mfumo, sheria za kazi, kwamba unatakiwa uende katika idara ya kazi, ulalamike, upeleke lalamiko lako pale, na mwishoni mwa siku ile tunasema tume inayohusika na masuala ya ajira itakusikiliza, na mwishoni mwa siku itatatua mgogoro wako kwa namna ya kufanyiwa usuluhishi, na baadaye kuweza kusikilizwa kama usuluhishi utashindikana, na baadaye haki yako inapatikana. Na ukishindwa kupata, hujaridhika na haki uliyoipata, unakata rufaa au unaenda katika ngazi inayofuata ambayo inakuwa ni mahakama kuu. Lakini pia tukisema labda pengine migogoro yetu ya ardhi, na hapa kwenye migogoro ya ardhi nichukulie mfano, labda pengine ni mgogoro uliopo baina ya watu ambao sio serikali, baina ya mtu na mtu kuhusu ardhi yake. Sheria imeshaweka mfumo, unakwenda kwenye taasisi inayohusika na utatuzi wa migogoro. Unaanzia wapi? Unakwenda kwenye baraza la kata lililoko katika sehemu unayoishi, mahali ambapo ile ardhi ipo. Unapeleka mgogoro wako kwa ajili ya suluhu kama ambavyo sheria inaelekeza. Suluhu ile ikishindikana, sheria inaelekeza unaenda kwenye baraza la wilaya la ardhi lililopo katika wilaya mahali ulipo, na baada ya kuzungumza hapo, maanake ni kesi itasikilizwa na utapeleka ushahidi wako, na mwishoni mwa siku baraza litatoa maamuzi kwa mtu anayestahili au mwenye haki, na ambaye hajaridhika atakata rufaa kwenda mahakama kuu ya Tanzania mahali ambapo ipo. Kwa upande wa Msoma tuna mahakama yetu kuu kanda ya Msoma, hali kadhalika kila mahali kuna mahakama kuu katika maana ya kanda mbalimbali ndani ya nchi yetu, Dar es Salaam, Arusha, Moshi, Morogoro na kadhalika. Lakini pia mtu ambaye hajaridhika na hayo maamuzi ya mahakama kuu ataenda mahakama ya rufani. Hiyo ni migogoro mbalimbali katika masuala mazima ya nini, ya ardhi. Labda na mgogoro wa ndoa, sheria pia inaelekeza nenda kwenye baraza la kata la usuluhishi, upewe fomu ya usuluhishi, halafu uende mahakama ya mwanzo
au ya wilaya kwa ajili ya kufungua mgogoro wako wa nini, wa ndoa. Kwa hiyo tuna changamoto ambazo jamii zetu huwa hazifahamu hii mifumo ilivyo, na wanapokuwa hawaifahamu, kazi zetu sisi kama wanasheria huwa ni kuelekeza. Lakini sisi pia kama mawakili au kama wanasheria huwa tuna mchango gani ndani ya jamii yetu ya Watanzania? Mawakili, tukianza kwanza na taasisi tunayoita sisi ambao ni mawakili tunafanyia kazi, tuna taasisi inaitwa Tanganyika Law Society ambacho ndio chama cha mawakili Tanzania au Tanganyika, ambacho kazi yake kuu ni kutoa elimu ya masuala ya kisheria kwa wananchi au kwa jamii. Na tunaposema kutoa elimu, maana yake ni kuelimisha jamii katika masuala mbalimbali yanayohusu sheria. Linaweza pengine likawa ni swala la masuala ya ardhi, swala la masuala ya ndoa, swala la masuala ya mirathi, masuala ya uchaguzi, masuala ya yote yaliyopo ndani ya nchi yetu. Katika nyanja tofauti tofauti. Kazi yetu huwa ni kutoa elimu au kuelimisha jamii iweze kufahamu. Lakini pia tukiacha hiyo, mchango wetu sisi pia kama mawakili au kama wanasheria huwa inakuwa ni pamoja na kuwapa watu huduma ya msaada wa kisheria, kama vile kumshauri mtu ambaye ana tatizo linalohitaji ufumbuzi. Anakuja, inaweza kuwa ni ofisini au wewe unamwendea mahali ambapo yupo, kadiri atakapokuhitaji unamshauri katika tatizo lako hili, sheria inaelekeza fuata taratibu 1, 2, 3. Lakini hatuishii tu kwenye kushauri. Wakati fulani tunaenda mpaka tunaandaa nyaraka mbalimbali zinazohusiana na tatizo ambalo huyu mwanajamii au huyu mwananchi analo. Utasikia kwamba unapofungua kesi mahakamani, mahakama zetu zinatofautiana na zimetoa maelekezo ya nyaraka tofauti tofauti kadiri ya mahakama inayohusika. Kwa mfano, wewe kama unataka kufungua kesi mahakama ya mwanzo, tutamwelekeza huyu mteja mahakama ya mwanzo unatakiwa ufungue kesi, kuna fomu maalum zinazohusika mahakama ya mwanzo. Tutampa msaada wa namna ya kuijaza hii fomu, kwa sababu wateja wetu wapo wanaojua kusoma na kuandika, lakini wapo ambao hawajui kusoma na kuandika. Basi tutamjengea uwezo namna ya kujaza hiyo fomu. Lakini kuna kesi zinazoanzia mahakama za wilaya, mfano mahakama za wilaya za Tanzania au mahakama tunasema mabaraza ya ardhi na nyumba ya ngazi za wilaya katika mahakama za ardhi. Sasa huko nako mifumo ya uanzishwaji wa kesi ni tofauti. Katika mahakama za wilaya za kawaida kuna hati ya madai ambayo watu tunaiita plaint kwa lugha yetu ya kisheria. Lakini pia kwenye mabaraza ya ardhi, hati ya madai, ile fomu ya maombi, na yenyewe ina mfumo wake wa namna ya kuandaa. Kwa hiyo yule ambaye atakuja atahitaji kufungua kesi mahakamani, tutahitaji kumwandalia hiyo fomu katika mahakama hizo. Lakini pia kama ni kesi inayoanzia mahakama kuu, pia tutamwandalia fomu. Lakini pia kuna wale wanaokata rufaa kutoka mahakama ya mwanzo kwenda mahakama ya wilaya au mahakama ya wilaya kwenda mahakama kuu, kutoka mahakama kuu kwenda mahakama ya rufani. Hawa wote tunatoa huduma za namna ya kuwasaidia kuandaa rufaa zao. Kwa hiyo sio tu kumwandalia hati ya madai, lakini pia kumwandalia rufaa kadiri ya anakwenda kwenye mahakama ipi. Kwa hiyo kuna mambo mengi tunayofanya, lakini vile vile sisi kama mawakili tunajaribu kuwakutanisha wadawa wale ambao wanakuwa wapo kwenye haya mashauri au hayo makesi, na kuangalia namna mbalimbali zinazoweza kutatua mgogoro wao kwa njia ya amani. Miongoni mwa changamoto ambazo tunakutana nazo katika jamii zetu ni watu kujichukulia sheria mkononi, na mara nyingi kinachosababisha kuchukua sheria mkononi katika jamii huwa ni matukio mbalimbali yanayotokea, na kinachosababishaga mara nyingi huwa ni mihemko mbalimbali ambayo jamii wanakuwa nayo, na hasa kwa kuzingatia historia ya matukio fulani fulani. Na wakati fulani sheria mkononi inachukuliwa kutokana na wale wanajamii kutojua taratibu vizuri za kutibu tatizo kwa mujibu wa sheria. Na nitachukulia mfano, maeneo mengi ambapo watu wanachukua sheria mkononi ni pale ambapo uhalifu umetokea, labda wizi au mtu amekutwa anafanya kosa fulani, mambo ya ubakaji na mambo mbalimbali huko mtaani. Kwa hiyo jamii inachokifanya inapigwa yowe. Ikishapigwa yowe, watu wanajitokeza kusaidia kutatua tatizo ambalo limetokea. Na kwa mkoa wa Mara yowe zinatokea sana. Sehemu zingine wanaita ngolo na nini, kwamba jamani kuna jambo hili, watu wanajitokeza. Wakijitokeza
watakayemkuta anafanya jambo hilo ni kwamba lazima pia wamshughulikie kadiri ya kosa analolifanya. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, ule muhemko wa kuona huyu mtu anaiba kitu, na kila siku tunaibiwa kwenye mtaa wetu, na wizi watakuwa ndo hawa wanafanya, kila siku tunashuhudia haya matukio, leo huyu ni wa kwetu, lazima tushughulike naye. Wanakuwa wanafanya hivyo kwa mobu ile na kwa saikolojia ambayo sasa na kuwepo. Kilichopo ni kwamba kila mtu anakumbuka nilishaibiwa, atakuwa ndo huyu. Kwa hiyo kila mtu anachukua mwenye jiwe, mwenye fimbo, mwenye nini, kila mtu atachukua kwa ajili ya kushambulia. Lakini sheria zetu zinatuambia haijalishi umemkuta huyo mhalifu amefanya mara nyingi au amefanya mara moja ndo umemwona, mkamateni, mumfunge, mkamripoti au mumpeleke kituo cha polisi. Ndivyo sheria zinavyotuambia. Lakini kwa huduma zetu ambazo tunazitoa kwenye jamii, majibu ambayo tunayapata kwamba jamani, kwa nini huyu mtu mliamua kumshambulia? Kwa nini hamkumpeleka kituo cha polisi? Watakwambia bwana, mara nyingi tunaripoti watu kule kwenye vituo vya polisi, lakini baada ya siku 2-3 tunawakuta wako mtaani. Sasa kama wako mtaani na wanatuibia kila siku, je, tuendelee kuacha? Kwa hiyo jamii inaona kwamba okay, wakienda polisi na baadaye wanaenda mahakamani na baadaye wanaonekana mtaani, basi wanaona kabisa kwamba namna ya kufanya sisi hapa ni kuwashughulikia sisi wenyewe. Ningependa niseme kidogo kuhusiana na hili. Sheria zetu ziko wazi. Mtu yeyote anayekuwa anatuhumiwa kufanya kosa lolote la jinai na kosa lile likaripotiwa polisi, sheria imeweka mfumo, mtu anaweza kupata dhamana kadiri ya kosa lilokuwa analifanya. Akidhaminiwa, sheria inamruhusu atakwenda nyumbani, ili mradi amekidhi yale masharti ya nini, ya dhamana. Lakini bado anakuwa anaendelea kuwa na nini, na kesi mahakamani. Na ili kesi sikilizwe na imtie mtu hatiani, jambo la kwanza ni lazima ushahidi wa kumtia hatiani uwepo. Sasa jambo ambalo wao linashangaza kwamba jamii imemkamata huyo mwizi na imempeleka polisi na baadaye amefunguliwa kesi. Tunapokuja kwenye ngazi ya ushahidi, hakuna shahidi anayejitokeza kuja kutoa ushahidi kueleza namna ambavyo huyu mtu alikuwa akiiba, kwa sababu kisheria ni lazima kesi sikilizwe, ushahidi utolewe na mtu atiwe hatiani kadiri ya kosa alilolifanya. Sasa mahakama haiwezi kumtia mtu hatiani pasipokuwa na ushahidi. Kwa hiyo matokeo yake yule mtu ataonekana mtaani kwa sababu kesi yake anashinda, kwa sababu ushahidi haukuja. Wale waliomkamata na kumshikilia hawakuja mahakamani kutoa ushahidi na kuleta hata vile vilivyokuwa vimeibiwa kama vielelezo kumuunganisha na huyu mtuhumiwa. Kwa hiyo mwishoni mwa siku anaachiwa. Sasa kesho na kesho kutwa linatokea tukio, wananchi wale wanamkamata, wanaona washughulike naye kwa sababu alienda mahakamani akaachiwa. Kumbe kosa sio mahakama wala kosa sio polisi. Kosa ni wanajamii wenyewe. Walipomkamata hawajakwenda mahakamani kutoa ushahidi. Yaani aliyetoa ushahidi mzito kuliko mwenzake ndiye anayeshinda. Ametoa ushahidi mzito na mahakama imeona ushahidi mzito, ndiye anayeshinda. Kwa hiyo kile kinachoangaliwa ni uzito wa ushahidi. Lakini kwenye jinai kule hatuangalii uzito wa ushahidi. Kule tunaangalia yule anayelalamika, je, amethibitisha kesi yake pasipo kuacha mashaka? Yaani hajaacha mwanya wowote wa kuwa na wasiwasi. Amethibitisha kwa asilimia zote na hakuna shaka lolote lililobaki. Kukishakuwa na wasiwasi au shaka, maana yake kesi yake haijathibitika. Kwa hiyo inapotokea kwamba hajathibitisha, yule mtu maana yake anaachiwa. Na yule anayekuwa ameleta ushahidi mzito kwenye madai, maana yake kesi yake anashinda. Na mwingine anakuwa ameshindwa. Kumbe kwenye jinai anayethibitisha, maana yake yule mtu anatiwa hatiani kwamba amefanya kosa. Lakini ukishindwa kuthibitisha, maana yake yule mshtakiwa au mtuhumiwa na achiwa huru. Sasa anayesababisha ushahidi kuwa mzito au mtu kuthibitisha lile kosa ni mtu anayeitwa shahidi. Sasa inapotokea tumetoa ushahidi ambao ni mzito kwenye kesi zile za madai, halafu mwishoni mwa siku kesi hatujashinda, maana yake uone kwamba pande zote mbili zilitoa ushahidi mzito, lakini upande mmoja uzito umezidi kuliko upande mwingine. Kwa hiyo wale mashahidi waliotoa ushahidi wao kwenye kesi ya madai, hata kama walikuwa pengine upande mwingine 7, upande mwingine 8, tunasema sio wingi wa mashahidi ndio unaofanya mtu ashinde kesi. Hapana.
walikuwa wanasema nini katika ushahidi wao. Kile kinachozungumzwa katika ushahidi wao ndicho kinachosema uzito wa ushahidi umekuwa ni mzito. Kwa hiyo kama inatokea sasa wale mashahidi upande wa kesi hizo za madai kwamba yule waliyekuwa anamtolea ushahidi kesi ameshindwa, basi ni kwamba ushahidi wao ulikuwa haujafika kwenye vile viwango vya uzito kwa mujibu wa mahakama ilivyosikiliza kesi. Kwa wale watu waliotoa ushahidi hawana makosa yoyote, walikuwa wanasema wanachokifahamu, isipokuwa upande mwingine umekuwa na ushahidi ambao ni mzito kuliko ule wa kwao. Lakini hali kadhalika kwenye kesi za jinai, ushahidi kwenye kesi za jinai kama ambavyo tumesema, baada ya ushahidi kutolewa, atakayethibitisha yaani ushahidi ukithibitisha jambo, huyo mtu maana yake anatiwa hatiani. Lakini inaweza katokea pia hajathibitisha. Kwa kama hawajathibitisha, yule mtu anaachiwa huru na hawezi kutiwa hatiani. Kwa hiyo hata wale mashahidi waliotoa ushahidi, wathibitishe wasithibitishe, hawana kosa lolote. Wao walikuwa wanaeleza kile wanachokifahamu, ila kwa viwango ambavyo mahakama imeona kwamba ushahidi uliotolewa haujathibitisha kosa, umeacha mashaka, na mashaka yale huwa yanaonyeshwa. Mfano, kuna hiki hakijazungumzwa na shahidi yoyote, kuna hiki hakijazungumzwa na shahidi yoyote. Sasa tunawezaje kusema kwamba huyu amefanya makosa wakati kuna mianya hii inaonekana? Kwa maana yake mwishoni mwa siku ndio tunasema mashahidi kabla ya kutoa ushahidi huwa lazima wajue kabisa tunaenda kutolea ushahidi kitu gani na tunaenda kueleza kuhusu nini, kama ni kielelezo kinahusu nini, ili mwishoni mwa siku kesi yetu tuweze kushinda. Lazima ushahidi pia uwe umekaa vizuri katika maana ya misingi ile inayotakiwa kuwa. Na ndio maana kwenye kesi za jinai mtu akifanya kosa, wale mashahidi wote walioshuhudia lile kosa wao wanachukuliwa maelezo kule polisi. Kila mtu anaeleza mwanzo mpaka mwisho. Akishaeleza mwanzo mpaka mwisho, siku ya kesi atakapokuja mahakamani, mfano mahakama za wilaya au mahakama kuu, kwa kesi zile mfano zile za mauaji, maana yake atuambie kile kitu ambacho alikiona na kile kile alichokuwa amekieleza kule polisi. Asituambie mambo ambayo hakuwahi kuyaeleza kule polisi. Kama ataeleza mambo mengine mapya mageni ambayo hayajawahi hata kuchukuliwa, maana yake huyu shahidi anatengeneza nini? Ushahidi, anatunga maneno sasa hivi. Kwa hiyo ushahidi una mchakato wake. Kwa hiyo tangu kosa lilipofanyika, wale watu wote wanaeleza vitu walivyoviona. Halafu baada ya muda sasa, kesi kija mahakamani, ndio tunasema hebu eleza kile kile kama ambavyo kilitokea. Sawa, maneno yanaweza kubadilika, lakini hayaondoi maana ya kile kitu ambacho kinajulikana tangu mwanzoni. Lakini pia la pili, nimalizie niseme kwenye utatuzi wa migogoro, kama ambavyo nimesema, kuna njia hizo za kisheria na hizo njia za kijamii. Tunaposema kutatua nje ya mahakama au kwa njia zile za kijamii, tunamaanisha kuipa jamii amani na msingi wa kuleta uelewano ule wa kudumu. Kwa mfano, nyinyi mna mgogoro wenu wa ardhi. Sasa mlipoingia kwenye mgogoro wa ardhi au migogoro ya mirathi au ile ya ndoa, ni mambo ambayo mnaweza mkayazungumza hata nje ya mahakama na mwishoni mwa siku mkapata mwafaka. Na mara nyingi hii ni kwenye zile kesi za madai, mnadaiana jambo fulani, mnaweza mkakaa nje ya mfumo wa mahakama, tukasema tukae kinyumbani tuzungumze, na mgogoro ule ukatatuliwa kwa njia ya amani na mambo yote yakaenda vizuri. Lakini kuna makosa ambayo ni ya jinai. Haya makosa ya jinai hatuwezi kusema kwamba tuzungumze kinyumbani ili tuyamalize. Kwa mfano, mtu amebaka, mtu ameiba, mtu amefanya mambo yale, ameua, amechukua rushwa, amepokea rushwa. Haya ni makosa ambayo hatukai kinyumbani ili tuyamalize. Kwa sababu gani? Kwa sababu kosa lililofanyika limeenda kinyume na sheria, na hasa sheria ya kanuni ya adhabu, ambayo yenyewe imeshasema ukishafanya kosa hili adhabu yake ni hii, umefanya kosa hili adhabu yake ni hii. Kwa hiyo hapa hatuwezi kusema hebu tukae tena tuanze kunegotiate. Na hapa sasa kuna changamoto kwenye mambo ya kisheria, na ambapo mara nyingi tumekuwa tukiambia jamii yetu tuwe tunasimama kidete kutetea haki. Kwa mfano, mtoto amebakwa. Alipobakwa, hili ni kosa la jinai, lakini familia zile mbili, familia ya mtoto aliyebaka na mtoto yule aliyebakwa, wanaanza kukaa chini kutengeneza suluhu. Kimsingi hili huwa halikubaliki, kwa sababu nyinyi wazazi wawili ndio mnakaa kutafuta suluhu, lakini aliyeumia ni yule mtoto. Yule mtoto ndo aliyeumia. Kwa hiyo mara nyingi kitu ambacho kinafanyika,
familia ikishakaa na kutafuta hiyo suluhu, matokeo yake tukienda kule mahakamani huwa hawaji kutoa ushahidi kwa sababu wameshafanya nini? Wameelewana. Kwa hiyo mwishoni mwa siku tutaona yule mbakaji leo amerudi wapi? Mtaani. Ndio ile jamii imesababisha tatizo. Au kibaka fulani amekutwa anaiba vitu huko, hali kadhalika hivyo hivyo. Watu wanasema hebu tukae nyumbani, tumalizane, tuzungumze. Lakini mwishoni mwa siku kibaka tena anakutwa kesho kutwa, kwa sababu tunakuwa tumechangia. Lakini kuna mambo ambayo mwishoni mwa siku tunakaa chini tunaelewana, ni yale ambayo mwishoni mwa siku hakuna binadamu aliyeathirika kwa namna moja au nyingine. Lakini zile kesi zinazohusiana na mambo ambayo hayaathiri ule ubinadamu wa mtu, tunasema kwa kweli mnaweza mkakaa chini mkaelewana hata kifamilia. Lakini yale mengine ambayo kwa namna moja au nyingine yana madhara makubwa, yale hatuwezi kukaa chini. Lakini sasa hivi kuna kitu kinaitwa pre-bargaining, au kwenye sheria mnasikia kwamba mtu anaweza kuwa amefanya kosa la jinai, baadaye mfumo wa kisheria unaruhusu wale watu kukaa na kuona namna ya kufanya. Ile tunayoisikia ya kujadiliana kwenye kosa la jinai sio kwamba huwa inafanya nini, inasababisha watu waelewane halafu kesi siwepo. Ni kwamba mtu anakubali kwamba ni kweli nimefanya kosa, anapewa adhabu na anapewa faini anayotakiwa kuilipa. Kwa hiyo ni mfumo unaotatua mgogoro kwa haraka, lakini anawajibika kisheria kama kawaida. Kama ni faini atalipa, lakini kama pia kutumikia kifungo atafanya nini? Atatumikia. Na kuna mazingira mengine ambapo pia inaweza ikatolewa hata tunasema fidia kwa mhanga. Fidia kwa mhanga. Kwa hiyo adhabu zinatumikiwa kama kawaida. Na tumezungumza mengi sana siku ya leo. Na baada ya kuzungumza mengi sana, mimi nitumie fursa hii kuwakaribisheni sana katika ofisi zetu kwa huduma za msaada huo wa kisheria. Kama ambavyo nimesema, ofisi zetu zipo katika jengo la Mwembeni Complex katika manispaa ya Msoma, katika chumba namba 16 baba na namba 8C. Huduma zote hizi za kisheria tunazitoa hapo, lakini pia tuna namba zetu za simu tunazozitumia kwenye kutoa huduma zetu za kisheria. Namba hizo ni mbili, tuna namba ya Airtel na namba ya Voda. Namba ya Airtel ni 0783 29 63 10. Nairudia, Airtel ni 0783 29 63 10. Niendelee kusisitiza kwamba sema na jamii, zungumza sikika, badilisha. Unaangalia Abood TV. Imewagharimu watu wengi sana. Ukichukua sheria mkononi na sheria itakuchukua wewe. Kama walivyosema wahenga, sheria ni msumeno, inakata kule na kule, lakini hata aliyetunga sheria pia inamuhusu. Kwa hivyo basi nikusihi mpenzi mtazamaji wa Abood TV, fuata sheria, tii wajibu, timiza wajibu wako, tii mamlaka bila shuruti, na hatimaye utaweza kuishi vizuri sana sana sana. Katika mtaa huu wamenipa jina la mwanajamii, mwanajamii ambaye ni mwanafalsafa. Na mimi nimelikubali kwa sababu lengo langu ni kuelimisha na kuleta mafunzo kwako wewe mwanajamii mwenzangu, ili tuendelee kuburudika pamoja na tuendelee kujifunza kwa pamoja. Basi nakusihi endelea kuwa nasi, endelea kuangalia Abood TV, lakini zaidi ya yote endelea kufuatilia channel zetu za YouTube, One Mic Channel, bila kusahau Sema na Jamii. Mimi naitwa mwalimu na mwanajamii Hussein Madola. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Ni urithi wangu, zawadi ya pekee, nitaitunza. Nchi yangu ni urithi wangu, zawadi ya